Songe. Kwa sababu hakuna kitu ambacho hakina suluhisho, lakini yale ambayo yalitokea hapa, kuna wenzetu ambao waliumia. Ni mambo ya kusikitisha kuona unachukua silaha kuanza kupigana na jirani yako, kuanza kupigana na ndugu yako ambaye mmeishi pamoja kwa miaka mingi, na hakuna mtu ambaye hana haki ya kuishi hapa, hata kama ni kwa mpaka. Kila mtu ako na haki ya kuishi mahali ambapo Mungu aliona inafaa azaliwe na aishi hapo. Kwa hivyo ombi letu ni kwamba tuishi kwa amani. Na kama kuna wenzetu ambao wanatuchochea, wale maafisa wametoka hapa, wengine wamewapatia nambari zao za simu, ni vizuri kujulisha polisi ama vyombo vingine vyovyote vya usalama, ili tuweze kujua ni nani huyu ambaye anachochea wananchi wapigane, wakose kuishi kwa amani. Kwa sababu tukikosa kuishi kwa amani, hatuwezi tukafanya maendeleo ambayo tunafaa kufanya kama wananchi wa nchi tukufu ya Kenya. Kwa hayo machache, nashukuru sana kwa kupata nafasi kuwa nasi, na ninajua wananchi wa hapa Sondu wamefurahi na wako na hamu sana kusikia kutoka kwako. Asanteni sana. Asante sana Madam Flora kwa maneno yako mazuri. Ningetaka mimi kuchukua muda mfupi kabisa na mimi nifanye wajibu wangu ya kuweza kuwajulisha wale maofisa wote ambao tunafanya kazi na wao, ili tuweze kuharakisha kipindi hiki. Kwa hivyo machifu wetu wale wa kutoka sehemu hii ya Kericho yote, mahali muko, simama, kwa sababu mko kwa giza huko. Mimi nitaangalia kwa niaba ya mgeni wetu wa heshima ya kwamba nani hajafanya ile mambo yake. Haya, kwa tayari, salute, achilia. Asante, thank you very much. Tuko si kuangalia pande hii, nafikiri ACCs wale wako. Haya, achilia hapo. Hebu rudia tena. Haya, asante. DCC, kwa sababu tuko na mmoja tu. Haya, up. Sawa, thank you. Wale officers wa sub county security team, mahali muko, simama hapa haraka. Haya, muko wangapi? Sawa, asante. Salute, thank you. County security team, kuja hapa haraka. Ya Kericho, jina tu.
My name is Les Michael, the County Commissioner Kericho. My name is Geoffrey Mayek, the County Police Commander Kericho. My name is Peter Kieti, the CCIO Kericho. Naomba mudumishe amani na mufuate sheria. Asanteni. My name is Robert Kisiangani, County Intelligence Coordinator. Mchunge amani. Mimi nimekuwa victim kwa hii furugu zenu na nilikuja kuwatuliza. Kwa hivyo, let's keep peace. Felista Njeru, County Sipu Commander Kericho. Tuko tayari kudumisha amani. Asante sana. Sasa ni wajibu wangu kuwajulisha timu ambayo tunafanya kazi na wao kule Nakuru, ambao ndio regional team. Karibuni. Hamjambo wananchi, mimi naitwa Bwana Tom Boya Odero, Regional Police Commander ya Rift Valley. Asanteni. Hamjambo wananchi, kwa majina ni Richard Lesosian, Regional Chief Commander Rift Valley. Asanteni. Hamjambo wananchi, kwa jina ni Charles Mwangi Kanywera, the Regional DCI Coordinator Rift Valley. Hamjambo, mimi naitwa Jeremy Laibuta, the Regional Intelligence Coordinator Rift Valley. Na kabla niende huko nilikuwa Nyanza, kwa hivyo nataka amani. Na mimi naitwa Abdi Hassan, ni Regional Commissioner ya Rift Valley. Pia nilikuwa County Commissioner Kisumu, japokuwa nilikuwa ya muda kidogo, lakini ninajua hii sehemu. Mgeni wetu wa heshima, hii milima mimi nimetembea, nimeenda mpaka huko ndani kabisa, kwa hiyo damu iko huko. Hakuna kitu sijui sehemu hii ya Nyanza, na vile vile ninajua sehemu hii. Kwa hivyo niko na bahati, ninaelewa historia na matatizo ambayo yaliyoko hapa. Mimi mgeni wa heshima, ningetaka kuwaomba kwa kunyenyekea wananchi wa sehemu hii wadumishe amani na tusuluhishe mambo yetu kwa njia ya amani, kwa sababu fujo na ghasia na kelele mingi haiwezi kutatua. Mungu alituweka pamoja, sisi ni ndugu, sisi ni jamii moja. Tuweke amani na heshima na kiutu ili tuweze kutatua mambo haya. Haya maneno ambaye inalete mpaka waziri aje hapa, saa zingine ni mambo yetu ambaye ni ya nyumbani, tungekuwa tumekamilisha. Kwa sababu tuko na wazee wa dini, tuko na watu aina mbalimbali, viongozi wetu, inatupasa sisi tukae. Kwa hivyo tutapanga, mimi na mwenzangu kutoka kwa region, ili tuweze kuja katika sehemu hii tuweze kutatua. Kwa ujumla, mgeni wetu wa heshima, Rift Valley ilikuwa ni tulivu, isipokuwa sehemu 3 hapa na pale, lakini tuliweza kunyoa wengine na bado tutawanyoa wale ambao walibaki. Kule Kitengela tulisukumana, lakini bado tuko na wao. Hapa kulitokea sarakasi, kwa hivyo ilikuwa sehemu 3 tu, na hii sehemu 3 ukiweka chini ya 100% hata haikui 0 point something. Kwa jumla watu wa Rift Valley walikaa kwa amani. Ninawaomba tuendelee kutuliza amani hiyo. Mgeni wetu wa heshima, hii ni siku yako. Sisi tunakuhakikishia kwamba usalama na uthabiti, sheria na utengamano utadumishwa, na hiyo ndio wajibu wetu, na sisi tutashikilia hapo. Kwa hivyo nitachukua nafasi hii saa, kwa ruhusa yako, ni kuweze kukaribisha katika sehemu hii. Wananchi wa hapa kwa jumla huwa ni watulivu, isipokuwa nafikiri kuna shetani huwa anakuja wakati fulani. Wanakaa kwa amani, ikifika muda fulani shetani huyo anakuja, sijui anatokea sehemu gani. Akija basi analete farakano na matatizo, na mambo ambayo yametokea hapa juzi ni mambo ambayo si mazuri hata kidogo. Kwa hivyo nawaomba, na kiongozi ule alituombea hapa, aende aombe zaidi, na wale ambao hawajaguswa na maneno yake, hawa ndio mashetani. Hawa ndio mashetani ama ibilisi mkubwa ambaye yako ndani ya watu. Kwa hivyo haya mambo tafadhali tuyazingatie, sababu hakuna mahali fujo imewahi kusuluhisha jambo lolote. Tuache, na sisi tunajuana kwa vilemba. Mimi nimekuwa na ujuzi ya kufanya kazi upande ule, ninajua fikra na dhana za wananchi wa sehemu hiyo kuhusu pande hii, na mimi niko pande hii, ninaelewa yale mambo ambayo wananchi wa sehemu hii wanafikiria, dhana na fikra zao kuhusu sehemu ile. Haya mambo ni mambo ya kudunisha, si mambo ya ukweli. Mpaka hata ikiwekwa itakusaidia na nini?
Kenya unaweza ishi mahali popote. Basi bila kupoteza wakati, tujitayarishe kwa kuswaga makofi ili tumkaribishe mgeni wetu wa heshima aje atuzungumzie na atuhutubie na atuongoze. Moja. Karibu mgeni wetu. Karibu sana. Thank you very much. Naomba tuketi. Asanteni sana. Asante Regional Commissioner wa Rift Valley, Regional Commissioner wa Nyanza na maofisa wa vitengo mbalimbali vya usalama kutoka mkoa wa Rift Valley na mkoa wa Nyanza. Vile vile County Commissioner Kericho, County Commissioner Kisumu na maofisa wakuu wa usalama kutoka kaunti zetu mbili za Kisumu na Kericho. Maofisa wale wengine wako hapa wa serikali, wananchi, ndugu zangu na dada zangu, amjambo, good morning, Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kufika hapa leo. Niwashukuru vile mmekuja kwa wingi hata kama tumeitana asubuhi. Lakini tumefanya hivyo kwa sababu nchi yetu ni kubwa, matatizo yetu ni mengi na lazima tufike kila sehemu ya nchi yetu. Kwa hivyo tuko hapa dakika kidogo sana. Na vile vile serikali ya sasa sio ile serikali ya huko zamani ambayo ilikuwa inaweka wananchi siku nzima kwa mkutano mmoja kutoka asubuhi mpaka jioni. Lazima tuheshimu wananchi. Kama kuna jambo tunalizungumzia haraka tunaenda, ili wananchi vile vile waende katika shughuli zao za kujenga taifa letu la Kenya na vile vile kusaidia familia zao. Kwa hivyo tutakuwa hapa dakika chache sana. Nimefurahi kufika hapa. Hata kama ile jambo imetuleta hapa sio la kufurahisha sana, nimefurahi nimefika hapa na kuwaona. Ningetaka niseme hivi kwa ufupi ya kwamba katika huu mji wetu wa Sondu ni mji ambao uko katika sehemu ya mpaka wa kaunti zetu mbili za Kericho na Kisumu, na huu mji uko na watu kutoka jamii tofauti, lakini mji huu wakaazi wa hapa wameishi kwa amani, wamefanya biashara pamoja, wamefanya mambo yao ya kijamii pamoja, wamefanya sherehe zao pamoja, wamefanya hata mambo ambaye ni ya kila siku pamoja kwa miaka mingi. Lakini vile vile katika huu mji kumekuwa na tofauti kidogo kidogo, na tofauti haiwezi kukosekana mahali mwanadamu hako. Lazima tuelewane hivyo. Mahali mwanadamu yuko lazima kuwe na tofauti kidogo kidogo. Ndio unaona hata kwako nyumbani, ukiwa mzee uko na mke wako ambao ni watu wawili wazima waliamua kuishi pamoja kwa kuchagua, sio kulazimishwa. Lakini unaona baada ya wiki moja, baada ya miaka 10, baada ya miaka kadhaa wanaanza kuzozana na kuwa na tofauti kidogo kidogo. Kwa hivyo kama vile hata katika familia kuna kuanga na matatizo ya kila siku, hata katika jamii ni lazima kuwe na tofauti ya maoni na matatizo madogo madogo. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba hapa najua kwa muda mrefu kumekuwa na tatizo sana sana mambo ya mipaka ya kaunti zetu mbili, kaunti ya Kericho na kaunti ya Kisumu.
na ni jambo ambalo limechukua miaka mingi na limezungumziwa miaka mingi na bado linazungumziwa. Na hii hali ambayo tuko nayo hapa Sondu ya mambo ya mipaka, sio Sondu peke yake. Katika Jamhuri ya Kenya iko na mambo kama haya. Kuna kaunti nyingi katika nchi yetu ya Kenya ziko na mambo ya kujadiliana mambo ya mipaka. Kiangalia kule Nyamira, Kisii, kuna mambo kama hayo. Kule Wajia na Isiolo kuna mambo kama hayo. Taita Taveta na Makueni kuna mambo kama hayo. Isiolo na Meru kuna mambo kama hayo. Kwa hivyo ili jambo ambalo tuko nalo hapa sio ati ni sisi peke yetu watu wa Kericho na Kisumu tuko na mambo kama hayo. Tuko nayo katika sehemu nyingi za Kenya. Nataka niwahakikishie kama waziri wenu wa usalama wa taifa ya kwamba kaunti zote zetu katika Jamhuri ya Kenya ambazo siko na shida na matatizo ya kimipaka, tutasaidiana na jamii kutoka pande zote na wazee na viongozi wa kisiasa na maofisa wenzangu wa serikali ili tutatue shida hizo zote moja kwa moja mpaka kila sehemu yetu ya Kenya kuwe na amani ya kudumu. Na mimi naamini ya kwamba hakuna shida ambayo haiwezi tatulika. I don't believe that there is a problem that can never be resolved. Kila shida iko na suluhisho. Kwa hivyo watu wa hapa Sondu, ndugu zangu na dada zangu, watu wa Kericho, watu wa Kisumu, nataka niwaambie kwamba mimi nitajumuika na nyinyi na wazee na viongozi wenu kutoka pande zote mbili, na mimi naamini ya kwamba tutapata suluhu ya kudumu kuhusu mambo ya mipaka na mambo mengine ambao tunazozana mara kwa mara hapa, ikiwemo mambo ya sehemu ya maneno ya revenue ya counties na mambo kama hayo. I believe we will get a solution, kwa sababu Waswahili wanasema panapo nia pana njia. Na tuko na nia, kwa sababu haina maana watu wetu, ndugu ambao wameishi miaka mingi pamoja, wakae na mizozo na kutoelewana. Tutatoa pesa kusaidiana na vitengo mbalimbali, mashirika mbalimbali, viongozi mbalimbali ambao wanatafuta suluhu ya kudumu katika mpaka wetu hapa baina ya kaunti ya Kisumu na kaunti ya Kericho. Jambo la pili ni kusema ya kwamba hivi karibuni tumekuwa na matatizo ya kiusalama hapa, na wale ambao walifanya maovu walijisingizia ya kwamba wanafanya hayo maovu kwa sababu ya zile shida kidogo kidogo tunakuwa nazo hapa za kimipaka. Na mimi niko na habari tofauti. Wale ambao walifanya unyama hapa, ambao umefanya tupoteze maisha na kuumiza wenzetu na uharibifu wa mali na kutatiza uchukuzi wa watu ambao hawana hatia, watu ambao wako safarini kwenda kazi zao wanatatizika. Hao watu ambao walifanya uovu huo sio kwa sababu ya mipaka, sio kwa sababu ya tofauti ambazo tumekuwa nazo hapa maneno ya mipaka,
ni kwa sababu ni wahalifu na wamejiunga na wahalifu wengine ambao wanataka kuhatarisha usalama wa nchi yetu. Those who committed crimes on Wednesday in this town were not doing so because of border disputes or because of any other disputes. They were doing so because they are criminals and they have joined together with other types of criminals who want to destroy our country. Kwa hivyo, sisi kama maofisa wa usalama wa taifa letu la Kenya, hatutakubali mtu yoyote kujisingizia mambo ya siasa, mambo ya mipaka, kuumiza watu wengine na kuhatarisha usalama wa nchi. We will not allow people who are hiding behind grievances of whatever nature to destroy the country's peace and stability. Na niseme kama vile nimesema hapo awali, hiyo shida imetokea hapa Sondu wiki hii, sio Sondu peke yake, imetokea pahali pengine. Jana nimetoka kule Transmara, mahali jamii mbili ambazo ni jamii moja, ni ukoo tu, ukoo huu na ukoo huu wa jamii moja, wanaongea lugha moja. Kule Transmara wamepigana, wameuana, wamechomeana manyumba, wameharibu mali, wanajisingizia ni mambo ya mashamba. Lakini shida sio shamba, kwa sababu ukiua mwenzako ambao unafikiri ile shamba ako nayo, unafikiri ni shamba yako, ukimuua umepata hiyo title deed. Si bado title deed bado iko vile imeandikwa? Si watoto wa huyo mtu wataendelea na kurithi hiyo mali? Kwa hivyo suluhisho ya mashamba sio vita. Suluhisho ya mashamba ni kwenda kotini, ni kutafuta wazee, ni kutafuta serikali, tunaketi. Kama ni shida hapa Sondu, tunaketi, tunajadiliana, na haijalishi itachukua muda gani. Hakuna shida ambayo haina mwisho. Lakini unaona pale wanajisingizia mashamba. Hapa mnajisingizia mpaka. Kuna wengine vile vile wanajisingizia siasa. Hiyo Jumatano katika sehemu nyingi katika Jamhuri ya Kenya, wananchi wengi waliumia. Wananchi wengi waliumia, wakatatizwa, biashara zikafungwa, maduka yakaporwa, na tukapata hasara nyingi sana, ikiwemo hasara ya miundo msingi, barabara zetu ambazo zimejengwa na kodi na jasho ya watu wa Jamhuri ya Kenya. Barabara inaharibiwa, buchari ya mtu, wakora wanaingia, wanachukua nyama, wanakula. Na unauliza hivi, ningetaka kujua ni jinsi gani kuingia buchari ya mtu ambaye anatafutia watoto wake chakula na karo. Hiyo kabiashara anafanya kusaidia watoto wake. Kula hiyo nyama ya huyo mtu inasaidiaje kushukisha bei ya sukari? Kuna uhusiano? Ningetaka tuelewane wenzangu. Tusipochunga tutachoma hii nchi yetu. Na tutaichoma polepole. Tukijifanya ni siasa tunafanya, ni mipaka tunapigania, ni mashamba tunapigania, na tutagundua hatuna nchi. Tumesema hata jana, na nataka nirudie vile Mheshimiwa Rais alisema,
ya kwamba serikali haina shida na watu ambao wanafanya siasa yao. Siasa imekubaliwa katika katiba. Vyama ni vingi. Kuna wale wako chama ambacho ni chama cha serikali, wengine wako chama cha upinzani na wako na haki. Wale ambao ni wafuasi wa chama cha upinzani wana haki kuuza sera zao ambazo ni tofauti na wale wako katika upande wa serikali. Vile vile wale wako katika upande wa serikali wako na haki na uhuru wa kuuza sera zao ambazo ni tofauti na zile za upinzani. Lakini uhuru wa kufanya siasa ni uhuru tu wa kuongea na kutoa maoni na kutoa sera na kwenda nyumbani. Uhuru wa kufanya siasa sio uhuru wa kuchoma mali, sio uhuru wa kuvunja maduka, sio uhuru wa kufunga barabara. Hiyo sio siasa, hiyo ni uhalifu. Magari mengi yalifungiwa barabara. Kuna gari moja ilifungwa, ilikuwa ya ambulance. Mama akiwa mahututi anapelekwa hospitali. Akawekwa pale masaa 4.5. Akafariki dunia katika hiyo roadblock ambaye ni roadblock ya uhalifu. Sasa wenzangu, lazima tukubaliane kama tungetaka nchi ya sheria na katiba ama tungetaka kuharibu nchi yetu na tuchome sisi wenyewe, tuanze kuuana sisi wenyewe kwa wenyewe. Kwa hivyo wale wanataka kufanya siasa, fanyeni siasa. Na mnajua utaratibu wa kufanya siasa. Mnaambia maafisa wa polisi ndio walinde, msiumizwe ama msitatizwe na wale hawakubaliani na nyinyi. Mnaenda pale, mnaongea mambo yenu. Mnasema hatupendi hii sera. Hii sera ya serikali hatupendi. Kama ni sisi tungekuwa kwa serikali tungefanya hivi. Ikifika saa 12 mnaenda polepole, mnarudi kwa manyumba yenu mahali mlitoka. Hii ingine ambayo mnatangaza ati sijui tutafanya nini siku fulani, tuko na mkutano sijui wa kuandamana, na hiyo siku kabla ya saa 11 asubuhi maduka yanaporwa, watoto wanaumizwa, akina mama wananajisiwa, wazee wanadungwa visu. Hiyo ni siasa gani na ni maandamano gani hiyo? Na ni amani gani hiyo? Kwa hivyo serikali haitakubali kuangalia na macho nchi yetu ikiendelea kuzoroteka. Na tumesema wenzetu ambao tunawaheshimu, wanasiasa wa upinzani, wakome kuchoma nchi yetu. Na ni lazima wakome. Sio tafadhali. Sio tafadhali. And we mean business. Wale wanafikiri ni mchezo tunafanya, kwa sababu walifanya vile visanga walifanya Jumatano na wakafaulu kiasi. Wajaribu hii Jumatano. Wewe jaribu kufunga barabara. Jaribu kuvunja duka ya mtu. Jaribu kutatiza uchukuzi wa umma. Jaribu kuchoma mali. Kuchoma afisi ya serikali ambayo afisi ya naibu commissioner wa county haina hatia. Huyo ofisa ako hapo kuhudumia wananchi na hata hatoki katika hiyo sehemu, ametoka sehemu nyingine. Wale maofisa umeona hapa wanatoka hapa kwenu, si wanatoka kila sehemu? Kuna wa Somali, kuna watu wa Pwani, kuna watu wa huku Nyanza, kuna watu wa Rift Valley. Wahuni wanaenda wanachoma afisi ya serikali imejengwa na kodi ya Wakenya. Ati wakichoma hiyo ofisi bei ya unga
shuka. Wengine wakachukua bendera ya taifa ya Kenya na kuichoma. Alafu mnasema katiba inasema niko na uhuru wa kufanya vile nataka. Katiba gani? Kuna katiba mbili ama katiba yetu ni moja? Ile moja. Si ni kweli? Hiyo katiba nimeisoma vizuri sana. Mara mingi kutoka mwanzo mpaka mwisho. Mara nyingi. Mimi nimekuwa mwalimu wa chuo kikuu. Nimeifunza hiyo sheria miaka karibu 20 kabla sijaenda kwa siasa. Kwa hivyo usituletee kisirani hapa ati katiba inasema niko na uhuru kufanya vile nataka kufanya. Ndugu zangu wa upinzani, tafadhali tufanye siasa kwa amani, tuuse sera zetu. Sijasema mkubaliane na serikali, kwa sababu upinzani haupaswi kukubaliana na serikali. Ni vyama tofauti. Na wale wanaunga mkono serikali, msilazimishe watu kukubaliana na sera za serikali. Wako na uhuru wa kuwa na maoni tofauti. Hiyo ni demokrasia yetu. Lakini wale ambao ni wafuasi wa upinzani, mkidhani ya kwamba mutajisingizia uhuru wa kikatiba kuchoma mali ya Wakenya, kuua Wakenya, kupiga polisi na mawe, kuchoma mali ya polisi, hata magari ya polisi, mukijisingizia siasa, mujaribu hiyo Jumatano, mujaribu hiyo Alhamisi, mujaribu hiyo Jumaa, mtapata chemtamakuni. Wacha nirudie. Ndugu zangu wa Kenya, fellow Kenyans who are in the opposition, the government does not expect you to agree with the policies of government because you are in the opposition. You should criticize the government. You should offer different policies. It is your democratic right. But you must do so in peace and within the law. And those who want to test our resolve to retrieve our country from anarchy in the manner in which we witnessed on Wednesday, those who doubt our resolve, try monkey business on Wednesday, try monkey business on Thursday, try monkey business on Friday. You will live to regret for a very, very long time. Sijui kama tumeelewana. Mimi sijakuja hapa kutafuta kura. Mimi si MCA. Mimi siombi kura. Zamani nilikuwa kwa siasa, siku hizi mimi ni afisa wa serikali. Mimi ni waziri wa usalama wa nchi ya Kenya. Na kiapo nimekula ya kulinda na kusaidia rais na kushauri rais ili nchi yetu iwe na amani na thabiti, makabila yote, vyama vyote vya kisiasa, dini zote, tuwe na amani. So, what happened on Wednesday will not happen again. And I know there are some people doubting. Bado unajua hii Kenya yetu hii, nimeishi Kenya, sijaenda mbali, nimezaliwa tu hapa. Mimi ni Mkenya. Sisi tuko na ujuaji mwingi kama watu ya Kenya. Ujuaji ni mwingi. Na kimbele mbele na ukubwa, kila mtu ni mkubwa. Hakuna mtu mdogo, kila mtu anajua na ni mkubwa. Kuna watu bado hawaamini. Wanasema walisema siku ile ingine na hatukuona kitu. Na wanapanga hiyo uchafu. Mujaribu, endeleeni kupanga tukutane. Kwa hivyo watu wa Sondu, nyinyi ni ndugu. Hakuna mtu anachagua rafiki ama anachagua jirani.
Rafiki unaweza chagua, mke ama bwana unaweza chagua, lakini uwezi chagua mambo mawili. Uwezi chagua mzazi na uwezi chagua jirani. Lazima muishi kwa amani. Ile mambo iko ishughulikiwe polepole. Tuko na wazee wanaume, wazee akina mama. Tuko na viongozi wa dini. Tuko na viongozi waliochaguliwa. Tuko na maafisa wa serikali. Tutatatua hii shida, lakini mtu asijifiche kwa mpaka ati kufanya uhalifu. Na hii ni tabia ambayo tumeijenga muda mrefu, tabia ya kutojali sheria. The culture of impunity must end in our country. We must stop the culture of impunity before it destroys us. Na hii tabia ya kutojali sheria iko na watu wakubwa, wadosi, na pia iko na wananchi wa kawaida. Kwa sababu unajisingizia umechochewa na mwanasiasa, lakini wale walikuwa wanauana hapa, hakuna mwanasiasa alikuwa hapo. Tena hata ukiambiwa ufanye kitu ambaye si halali, utakataa. So hii ujeuri sio ati ni viongozi peke yao. Viongozi tumekuwa wajeuri, wananchi pia tumekuwa wajeuri. Tujenge nchi yetu, tuheshimu sheria ya nchi yetu. Nimesema sio lazima tukubaliane katika mambo yote. It is not possible to agree. What I would not agree with is that the way to resolve disputes is the way of violence. I will not agree that the way to resolve disputes of any kind is the way of violence. Kwa hivyo mimi nimefurahi kufika hapa, na mimi nawapenda sana, kwa sababu hii ni nchi yetu tukiwa pamoja, jamii zote, vyama vyote vya kisiasa, dini zote. Mungu alituweka hapa pamoja. Sisi ni watoto wa Kenya. Hakuna mtu anachagua mzazi. Mzazi wetu anaitwa Kenya. Hatuna nchi nyingine. Hata ukienda kuishi ng'ambo, watu wanasema huyu mtu kwao ni Kenya. Kweli si kweli? Kwa hivyo mtu hachagui mzazi. Mzazi wetu ni Kenya. Na wakati vijana wanapewa bangi na pesa kwenda kuchoma bendera ya taifa, hiyo ni ishara ya hatari. Jambo la pili na mwisho ni hiyo nimesema, tukipenda nchi yetu tufanye mambo yetu kwa amani. Tuzungumze. Hata kama itachukua miaka 100, tutaachia watoto wetu waendelee na mazungumzo. Ikishindikana, tupeleke taarifa kwa maafisa wa umma, polisi na wale wengine. Na sisi maafisa wa umma tuwe na uwajibikaji mbele ya hawa wananchi. Nimekuwa katika sehemu nyingi katika taifa letu la Kenya, na wananchi wengi wanalalamika, na sisi watumishi wa umma hatuonekani kama tuko na uzalendo. Na sana sana nimesikia wengi wetu watumishi wa umma tunaumiza na kunyanyasa wananchi. Wewe uko na bahati, umeandikwa, wewe ni assistant chief, wewe ni county commissioner, wewe ni mtu mkubwa, ofisa wa polisi. Hiyo nguvu uko nayo ni ya kusaidia wananchi, sana sana wale ambao hana nguvu. Sio ya kuwaumiza na kunyanyasa hao na kuwaitisha hongo. Kwa sababu saa nyingine wananchi wananiambia tukileta malalamiko yetu, tukipiga ripoti, hakuna hatua inachukuliwa. Ule mtu ako na 5,000 ya kuhonga OCS ndiye atapata haki. Hiyo lazima ikome. Hiyo lazima ikome.
Hiyo lazima ikome kwetu sisi ambao ni watumishi wa umma. Na ule ofisa yoyote ambaye tutapata anaumiza wananchi, anachukua hongo, safari ni moja, one way, na sio transfer, ni nyumbani. Na wakati unahudumia wananchi tuwe na heshima na hao. Hiyo crown umevaa kwa sababu ya nguvu ya hao wananchi. Mimi niko waziri kwa sababu ya nguvu ya hao watu. Paka rais, everybody tuko kwa sababu ya nguvu ya hao watu. Ndio wenye nchi, tuwe na heshima na hao. Lakini hata nyinyi wananchi mpunguze ujeuri. Punguze ujeuri. Na tutii sheria, tutii sheria. Maofisa wa umma ambao wanaleta upendeleo wa kijamii lazima mkome. Ati unasaidia ukoo huu kupigana na ukoo ule mwingine, hapana. Sisi kazi yetu ni neutral. Hao maofisa wako hapa ni maofisa wa Kenya. Kama ni jeshi la polisi, National Police Service, not Kericho Police Service, not Kisumu Police Service, it is National Police Service. Wale wanajeshi wetu wa ulinzi wa taifa wanaitwa Kenya Defence Forces, not the defense forces of some parts of Kenya, the entire country. So hata hii shida mnawekeana hapa, ati unajua hapa tumesimama ni pande ya Kericho, ati hatutaki kuona gari ya Kisumu ya polisi ikifanya sijui ikifanya patrol huku. Watu ya Kisumu nao wanasema hatutaki gari ambaye imetoka Kericho kufanya patrol huku. Kwani hao polisi wako hapa ni wa Kericho? Ni wa Kenya. Kesho ndio atakuwa Kisumu. Ule ako Kisumu ndio atakuwa kesho Kericho na mahali kwingine. Na kama mko hapa na kuna shida pale kaunti jirani na nyinyi ndio mko karibu, endeni msaidie. Msingojee mwenzako ambao kwa kilomita mingi ati kwa sababu titaonekana kama tumesema mpaka imepita. Sisi hatuhusiki na mipaka. Kwani polisi anatoa mpaka? Polisi ndiye anatoa mpaka? Polisi mahali atakupatana na mwizi hata akiwa likizo, wachana na mambo ya mipaka. Polisi hata akiwa likizo nyumbani ako na jukumu ya kuhakikisha sheria imedumishwa. Sijui kama tumeelewana. So polisi wa hapa Kericho, siku moja mnafanya tu, mnaita wenzenu from Kisumu, then you do a joint patrol around this area in one car. One day mtembee na gari imeandikwa Kericho, nyinyi nyote Kericho na Kisumu muende pande ile. Another day mtembee na gari imeenda kwa Kisumu, mtembee kila mahali. Tutoe hii kasumba ati sasa ati usipite hapo na kuna watu wanaumia hapo, hawawezi saidiwa kwa sababu ati tumefika kwa mpaka. Tutoe hiyo dhana. Mipaka tutatoa polepole. Na msiingize hao maofisa kwa mambo ya hapa. These are national officers. Na hao nimewaambia hata hao wasiwe na mapendeleo, wasiwaumize, wawaheshimu. Tukifanya hivyo, nchi yetu itakuwa nchi bora. Mimi nimeshukuru kuwa hapa na wapenda sana. Umekuwa watulivu. Wale watu tu niko na kisirani na hao ni wale watu wameungana na ile groups zingine tunapigana nao ya uhalifu kujaribu kuharibu udhabiti wa Kenya. Tuko na shida ya Al-Shabaab. Hiyo ni group moja tunapigana nayo. Tuko na bandits wale wako North Rift huko wameumiza watu wengi, tunapigana nao. Sasa tuko na wakora wengine wa kisiasa, wale wa maandamano na kuvunja maduka hii town. Hiyo yote ni WhatsApp group moja. Yes. Hakuna tofauti ya Al-Shabaab na ule mtu anachoma bendera ya Kenya. Kuna tofauti? Those are terrorists. Unajua hii bendera ni nguo, lakini hiyo nguo, hiyo kitambaa ndio nembo la utaifa wetu. Siku ile hiyo
bendera ilipanda juu siku ya kwanza, ndio tulianza kujitawala kama watu huru. Hapo awali wazazi wetu walikuwa wameumizwa na wakoloni. Sasa hiyo bendera, hata kama ni kipande cha nguo, ni nembo ama ishara ya utaifa wetu. Kuichoma ni kama kuchoma nchi. Sijui kama tunaelewana? So mimi naomba munipatie ruhusa nipambane na wahalifu, kwa sababu wahalifu ni wachache, watu wazuri ndio wengi. Hata hapa najua wale watu wengi hapa ni wazuri, wahalifu ni kidogo, na naona wengine hapa mahali wako. Mungetaka nirudi tena? Nirudi siku ingine? Tuendelee kujadiliana, tuendelee kujenga nchi yetu. Mutadumisha amani hapa Sondu, mutajaribu kusuluhisha matatizo yenu kwa njia ya amani. Are you sure? Kweli? Mko serious? Hebu nionyesheni kwa mkono wale wanasema tutengeneze amani. I am so proud. Please, please. Hata wewe ukiwa mwanasiasa, usitafute siasa kwa kuchochea kijana kuua mwenzake. Tafuta siasa kwa kuleta barabara, maji, stima na vitu vingine. So I want to thank you. Nawashukuru. Nitarudi tena na tena na tena na tena. Mungu awabariki. Asanteni sana Sodu.